Sometimes tunatumia pesa au tunafanya matumizi mabaya, tunaingia paka kwenye madeni yale mabaya ya kausha damu, kausha roho, whatever it is. Kwa sababu unajikuta tumeanza matabia mbaya ya kutumia nje ya kipato chetu. Tunapoanza kuwa na kipato changu cha milioni 1, alafu matumizi yangu ni milioni 3, tayari hilo ni tatizo. Kwa sababu mtu yoyote ni lazima uishi ndani ya kipato chako. Sasa unapofanya tracking inakusaidia kujua kwa nini niko nje ya milioni 1? Ni lazima nikaangalie, je, ni school fees za watoto? Je, ni kodi nayo, pango la kodi nayoishi mimi? Au je, ni michango yangu ya jamii na familia? Au je, ni maisha yangu yanakunywa na kula nje kila siku? Lazima kuna mahali ambapo umepita nje ya budget. Kwa sababu unapokuwa na kipato kwa mwezi ni milioni 1, lazima nijue nyumba yangu ya kupanga, labda nitakaa nyumba ya 150,000. Labda shule ya watoto, labda kwa mwaka mzima, labda kodi ada labda ni 200,000. Umenielewa? Labda nitajua kwa kwamba baba mchango wangu nikichanga kwenye sherehe maximum ni 50,000. Ni lazima ukae ndani ya ile kipato. Vinginevyo utajikuta kila siku uko nje ya budget. Ndio ile mtu anasema budget yangu ni milioni 3 lakini kipato changu ni milioni 1. Haiwezekani. Kuna kitu hakijakaa sawa. Kwa hiyo ndio umuhimu sasa wa kufanya tracking. Lakini kitu kingine inasaidia kwenye mambo ya afya. Mimi nioga na ile weighing scale nyumbani. Kwa hiyo nina kilo zangu basi nimetiba kilo 69 au kilo 70. Ikifika kilo 72 ni lazima nipunguze kula nibakie pale pale. Kwa hata kwenye mambo ya afya, ukiona kipima uzito nyumbani unaangalia, uwezo kujikuta ghafla nimekuwa kibonge, samahani kusema hivyo. Yaani yeye nasema tu kwa mfano. Mimi nazungumzia Allen. Si kujikuta nimekondeana sana. Kwa nini nimekonda sana? Kumbe nina stress nyumbani au na stress za kazini, nategemea. Kwa hiyo ni lazima hata kwenye ni vizuri kumonitor also our health. Lakini pia kama sipati usingizi, nini kinasababisha sipati usingizi? Je, ni stress za kazini? Je, ni stress za nyumbani? Je, na madeni ambayo yamezidisha ambayo siwezi kuyalipa? Je, watoto wananisumbua? Je, ni spouse ananisumbua? Sasa ni lazima ukatafute root cause uweze kuitibu. Ndio umuhimu wa tracking sasa. Kwa sababu mara nyingi tunapenda kutibu symptoms, yani tunatibu disease. Lakini tiba sahihi ya jambo lote kwenye maisha ni mizizi kule. Ili ukanoe kisababishi. Kwa nini silali? Kwa nini naamka saa 9 sirudi kulala? Ni madeni. Lazima nianze kuwork on kuondoa madeni kwenye maisha yangu. Je, ni kipato kidogo, lazima niongeze chanzo cha kipato kingine. Je, ni mahusiano yanasumu, shida ni nini? Mimi ndio sina uelewa au mwenzangu hana uelewa? Mimi je, naweza nikaa ni chanzo cha mabadiliko kwenye ndoa yangu? Basi kama mimi naweza nikaa chanzo, ngoja nikajifunze nini cha kufanya, kwa sababu always mahali popote pale ambapo unaona unaonewa au unapigwa, unateseka, kuna information, kuna taarifa, kuna maarifa ambayo huyajui. Lakini pia inasaidia muda. Kuna wakati mimi kwanza nikaangalia matumizi ya muda wangu kwenye social media, nilikuta nimetumia masaa 7 kwa siku. Nashangaa. Yaani macho yananitoka kabisa. Masaa 7. Unajua kunaweza ukatrack social media ile muda uliotumia kwamba nimekaa masaa mangapi Snapchat, Instagram na nini. Kwa hiyo nikajikuta natumia masaa 7 yani kwa siku. Masaa yalikuwa ni mengi sana. Kwa hiyo nikajaribu kupunguza bakiba masaa 2 in a day kwenye social media. Kwa sababu pia kwamba natumia pia kwenye nini? Je, na consume kwa maana kwamba naangalia vitu vya watu au mimi natengeneza content na post, therefore najibu kila kitu ambacho watu wanakuwa wanarespond kwenye zile content zangu. Kwa hiyo unapofanya tracking ya kitu chochote kile, pia kuna kutrack networking. Kwa mfano mimi najiambiaga mimi kama Aika kwamba napenda ku grow my network. Kwa kila siku napenda ni communicate na mtu mmoja, either kama ni kwenye mtandao au kwenye WhatsApp au njia yote ile, ku deepen, yani ku strengthen au kuongeza deep, yani kuongeza depth ya mahusiano. Kwa hiyo inategemea, mwingine anasema nitampigia simu mtu mmoja maalum au maarufu mmoja kila wiki au kila siku. Kwa hiyo inategemea, zaka ni lawyer, zaka ni daktari, anaweza kani mtu yoyote tu wa maana kwenye maisha yako. Kwa hiyo unaongeza au una deepen your relationship with him or her. Kwa sababu kwenye maisha yetu lazima kila siku tutengeneze watu wapya ambao watakuwa wa msaada kwa siku za baadaye. Kwa hiyo ni lazima niweze kutrack, je, ninafanya kile ambacho nimesema nitafanya. Lakini mimi kama kwenye biashara marketing, mimi always at the end of the day narudi kwenye marketing kwamba je, naongeza audience, naongeza wateja au wanapungua. Kwa hiyo napoona mauzo yanapungua, maana kuna kitu sijafanya kwenye content au kwenye marketing au kwenye branding yangu. Kwa hiyo nitaongeza effort zaidi. Kama nilikuwa natumia $500, nitatumia $1,000 kufanya hiyo marketing na whatever awareness ya vitu vyangu. Kwa hiyo kwenye maisha usipokuwa una track your progress, always utakuwa unakwenda chini. So kwenye maisha ni either unapanda juu au unakwenda chini. Jioni ya leo